Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa siku ya leo ninataka tujifunze kwa habari ya utumishi. Utumishi. Tunaposema neno utumishi, maana yake ni mtu yeyote yule ambaye anamwakilisha Mungu hapa duniani. Sasa tutakwenda kuangalia aya 2 tu katika kitabu cha Warumi, ile sura ya 12 mstari wa 1 na wa 2. Neno la Mungu linasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ndugu yangu, aya hizi nilizozisoma 2 ningependa tuziangalie kwa undani zaidi. Taona Mtume Paulo anaandika, anatusii, anasema kwa huruma zake Mungu, au Biblia Habari Njema inasema kwa kuwa Mungu ni mwenye huruma, tuitoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu. Neno dhabihu kwenye Biblia Habari Njema imeandikwa tambiko. Sasa tambiko au dhabihu ni sadaka ambayo inatolewa kwenye madhabahu. Sasa unajua kitu kinachotolewa kwenye madhabahu ni kwa ajili ya Mungu. Madhabahu inawezekana ya Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, lakini pia madhabahu inawezekana kwa ajili ya Mungu wengine au miungu wengine, mizimu na mambo mengine. Lakini sawasawa na neno hapa, neno linatutaka tuitoe miili yetu sisi kama sadaka kwa ajili ya Mungu. Yaani mwili wangu, mwili wako uutoe kwa ajili ya Mungu. Yaani kila unachokifanya kiwe ni kwa ajili ya Mungu. So unaweza kujiuliza, unaweza ukautoaje mwili wako uwe dhabihu au uwe tambiko? Unawezaje kuutoa? Unaweza kujiuliza maswali haya. Leo nataka nikuambie kitu kimoja. Tunapozungumzia utumishi, tunazungumzia kumwakilisha Mungu katika nafasi yoyote ambayo Mungu amekuweka. Yaani pale ambapo Mungu amekuweka kwa wakati huu, ujitoe katika ile nafasi kumwakilisha Mungu. Ujitoe katika ile nafasi kumtukuza Mungu, kuliheshimisha jina la Mungu. Hata watu wakikuona wanasema tumemwona Mungu na tunamtukuza Mungu kwa ajili yako. Sasa unaweza ukawa ni unafanya kazi labda bodaboda, unaweza ukawa ni mwalimu shuleni, unaweza ukawa ni mhandisi, kazi yoyote. Unaweza ukawa ni muuguzi, unaweza ukawa ni daktari, kazi yoyote. Unaweza ukawa uko ni benka. Katika ile nafasi ambayo Mungu amekuweka au uliojaliwa kwa wakati huo, ni dereva, ni kondakta, pale ulipo ujitoe katika ile nafasi yako kwa ajili ya kumwakilisha Mungu. Biblia inasema hiyo ndiyo ibada yenye maana. Lakini mstari wa 2 muhimu sana. Anasema msifuatishe namna ya dunia hii, lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Soma Biblia Habari Njema inasema fikra. Sasa pointi ya msingi ni kwamba usifuatishe namna ya dunia hii. Biblia Habari Njema inasema mitindo ya dunia hii. Unajua dunia ina mitindo yake. Dunia ina namna zake. Ukitaka ufanikiwe katika jambo fulani, dunia ina namna yake ya kukufanya ufanikiwe. Ukitaka ufikie
ndoto fulani, ndoto yako ambayo unaiona, dunia ina namna yake. Kwa lolote ambalo utataka kulifanya au unaona limetokea, ulimwengu au dunia ina namna ya kufanya ukafikia kule. Na tunajua shetani ni mungu wa dunia au mungu wa ulimwengu huu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 4, ukiangalia pale Bwana Yesu alipokuwa akijaribiwa na shetani, utaona shetani anamwambia Bwana Yesu, kamwonyesha milki yote na fahari zote za dunia, akamwambia hivi vyote vipo mikononi mwangu, na mimi huwa ninampa yeyote sawa sana mimi ninavyotaka, lakini kwa sharti moja tu, kinisujudia. Kwa hiyo sasa, kumbe kuna mafanikio au kuna kupata vitu au kupata mali au kupata fedha au kupata chochote, kuupata ulimwengu kwa namna ya ulimwengu. Sasa Biblia inatuambia tusifuatishe namna au mitindo ya ulimwengu kwa chochote. Anasemaje? Lakini tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu. Nia ni fikra. Biblia inatutaka tuachane na ile mifumo ya ulimwengu, tugeuzwe. Kugeuzwa au kugeuka kwa lugha ya Kiingereza inasema repent, yani geuka, au kwa Kiswahili kutubu. Kutubu maana yake ni simply kugeuka au kugeuzwa. Au ulikuwa unaenda mwelekeo huu, sasa unageuka. Sasa Biblia inasema kwa kuwa sisi tulikuwa tunafuata mitindo ya ulimwengu, sasa tugeuke, tugeuzwe fikra. Unajua fikra ikibadilishwa, ikigeuzwa, mtu anaanza kuishi tofauti na jinsi alivyokuwa anaenda. Sasa nasema tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, ili tupate kujua hakika yaliyo mapenzi ya Mungu ya kumpendeza na ukamilifu. Ndugu yangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Fikra au nia ambayo iko kwenye nafsi ya mwanadamu ni kitu kimoja cha hatari sana. Ni kitu kimoja cha hatari sana, kwa sababu nia au hizo fikra ndizo zinafanya mtu aishi kama anavyoishi, kwa sababu ya hiyo fikra. Unajua watu wengi wapo kwenye bondage au kwenye vifungo kwa sababu tu ya fikra au nia, kilichokaa katika moyo. Kwa lugha nyingine Biblia inasema moyo. Ndio maana inasema hivi, linda au chunga sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo, kwa maana ndipo zitokapo chemichemi za uzima. Yaani nataka nikwambie kitu kimoja. Na naona mimi jinsi nilivyo. Mimi nipo hivi kwa sababu ya fikra zangu. Yaani mtizamo, moyo au nafsi yangu au akili. Unajua Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa hii nia tunayoizungumzia au fikra, ndipo zinatoka ideas au mawazo. Katika nia ndipo kuna hisia. Kwenye nafsi kuna hisia, kuna mawazo, kuna utashi. Sasa mtoto anapozaliwa, katika sehemu yake ya nafsi kunakuwa hakuna vile vitu ambavyo yani panakuwa bado ni hapajajazwa vitu. Sasa anavyoishi maisha yale makuzi, anavyolelewa kuanzia mtoto, nafsi yake inaanza kulishwa vitu. Sasa jinsi utakavyokuwa ukimfundisha mtoto, anavyoona, anavyosikia, anavyonusa, anavyohisi, labda kwa kutumia ngozi, kwenye nia au kwenye nafsi kuna kitu kimoja kinaitwa subconscious mind, kwamba kuna jinsi unavyofeed au jinsi unavyopokea vitu kutoka kwenye mazingira, kutoka kwa watu, unavyosikia, kinaenda kuwa recorded, kinahifadhiwa katika nafsi. Sasa kikishahifadhiwa, ukiwa unakisikia mara kwa mara, ndivyo mtu anapoanza kuishi sawasawa na kile alichokisikia au alichokifahamu. Kwa hiyo ukitaka umharibu mtu, mpe maarifa ya kumharibu, utambomoa. Ukitaka umtengeneze mtu, mpe
vitu vya kumtengeneza, vya kumjenga, vya maana, vitamtengeneza atakuwa ni mtu wa maana. Kwa hiyo unalazimika kuishi, unalazimika kutembea kwa sababu ya nia yako au fikra zako ya kile ilichokipokea. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe tunawafundisha hata watoto au tunafundishana sisi wenyewe kwa wenyewe kuto kupokea vitu ambavyo ni destructive, ambavyo vinaweza vikatuharibu maisha yetu. Chukulia mfano elimu ya kikoloni. Wengi wetu sisi tumepokea elimu ya kikoloni ambayo tunasoma darasa la kwanza hadi la 7, naenda form 1 hadi form 4. Kutoka hapo unaweza kaenda chuo kwa maana ukachukua certificate na diploma, au unaweza kaendelea form 5 na 6 ukaingia chuo university ukapata shahada, au ukapata masters, ukapata PhD na ukawa hadi professor. Sasa ile colonial education lengo inakufeed vitu au inakuprogram ili uishi sawasawa na ule mfumo unavyotaka wewe kuishi. Sasa pale wanachokifanya ni kucheza na fikra, kucheza na mindset yako. Na ulimwengu ndivyo ulivyo. Ulimwengu kazi yake au mifumo ya ulimwengu ni kucheza, inakuswitch kwenye fikra. Unajua ukishakuwa programmed, unaanza kutiishi kama roboti. Unaanza kufanya vitu kama yani unaanza kufanya vitu sio kwa utashi wako. Sio kwa ule ukamilifu wako ambao Mungu alikuletea. Unajua mwanadamu ni kiumbe ambaye kina uwezo wa ajabu sana, lakini provided that kimepata nafsi yake imelishwa vitu. Ukilishwa vitu vya ovyo, utakuwa mtu wa ovyo. Obvious, utakuwa mtu wa ovyo. Sasa kwa sababu hiyo neno la Mungu linatuambia hata kama tulilishwa vitu vya ovyo sasa, na tukatambua kwamba ni kwa sababu dunia ilikuwa inataka, tunatakiwa tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, ili tuweze kujua hakika yaliyo mapenzi ya Mungu ya kumpendeza na kuishi katika maisha ya ukamilifu. Sasa ukitaka uende out of bondage katika vile vifungo, au tunasema kwa lugha rahisi, ukitaka ufanye mambo nje ya box, ni lazima uweze kutoka kuishi sana mifumo inapotaka. Ukitaka ufanye vitu katika ule ukamilifu kwa kutumia ule uwezo wako ambao Mungu amekupa, ni lazima uwe na maarifa ya kimungu. Yaani ukitaka, narudia tena, ukitaka ufanye vitu kwa viwango vya kimungu, ni lazima ujue zile siri au ile mifumo au ile namna ya kimungu. Ukishajua utaweza kufanya vitu ambavyo ni vikubwa. Sasa tunafanyaje au tunageuza vipi fikra zetu au tunageuza vipi nia zetu? Ni kupitia neno la Mungu. Ni kupitia neno. Na neno maana yake ni nini? Neno maana yake ni kweli. Neno maana yake ni maarifa. Neno maana yake ni original information, yani zile taarifa halisi za kwako wewe, zinazokuhusu wewe. Unajua kuna watu wengine wako fake. Unajua kinyume cha original ni fake, yani halisi isiyo halisi. Sasa ukishakuwa una fake informations, maana yake utaanza kuishi tofauti na wewe ulivyo. Sasa kitu cha kwanza unatakiwa ujitambue, na utajitambua vipi? Kwa kujua zile taarifa halisi au original informations ambazo huwezi kuzipata sehemu yoyote, utazipata kwenye Biblia. Na unatakiwa uwe makini sana unaposoma neno la Mungu, sababu kuna watu wengine wanalisoma neno wanali abuse, yani neno halipo sawa sawa na jinsi wanavyolielewa. Kwa hiyo unatakiwa ujue ule uhalisia, ukweli wa neno la Mungu. Unajua Bwana Yesu baada ya kuja duniani miaka 2000 iliyopita kwa mujibu wa Biblia, wakati amekufa akafufuka akataka kupaa mbinguni,
alikuwa akiwaombea wanafunzi wake. Sasa ukisoma kwenye ile sura ya 17 ya kitabu cha Yohana, utaona Bwana Yesu anawaombea wanafunzi wake. Soma ile mstari wa 17, yani Yohana ile 17 mstari wa 17 inasema uwatakase kwa ile kweli. Uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Sasa hapa alikuwa na maana gani? Maanake ukipata kweli, ukijua kweli, itaondoa zile takataka ambazo dunia imekutaka wewe uishi sasa na mifumo yake. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Hakuna kitu cha muhimu sana kama maarifa. Hakuna kitu cha muhimu sana kama maarifa. Ndio maana Biblia katika Hosea ile sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mwanadamu hakuna kitu chochote kinachomwangamiza isipokuwa ni ujinga. Yaani ukiwa na maarifa, hakuna kitu kitakachokushinda kwenye maisha. Hakuna kitu kitakachokushinda kwenye maisha. Ndio maana Mungu anataka sana watoto wake, viumbe wake, tuwe na maarifa. Ndio maana katika ile Mithali sura ya 19 mstari wa 2, neno la Mungu linasema tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa. Tena si vizuri nafsi ya mtu ikose maarifa. Ni vibaya sana mbele za Mungu kuona watu hawana maarifa. Kwa sababu ukiwa huna maarifa, utajikuta unaishi kiholela. Ukiwa hujui, utajikuta unaishi maisha ya ovyo. Lakini katika ile Mithali sura ya 1 ule mstari wa 7 hadi wa 9 pale, neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu huidharau hekima na adabu. Kwa hiyo kitu ninachosisitiza ambacho Mtume Paulo amekisisitiza pia na neno la Mungu limekisisitiza zaidi, fikra, ambapo ndo sehemu maarifa yanapokaa. Unapokuwa na maarifa sahihi, kwa maana ya kuijua neno ambao ndio kweli, ule uhalisia, unatakiwa ujue ule ukweli, uhalisia wa mambo, utaishi maisha ya kumpendeza Mungu, utaishi maisha yenye ukamilifu, utaishi maisha safi, utakuwa extraordinary. Ninakusihi kuanzia sasa, Biblia inasema tena neno la Mungu likae kwa wingi mioyoni mwenu. Moyo unaozungumziwa ni sehemu ya nafsi ambapo pana nia, pana fikra. Jaza neno la Mungu, jaza kweli, tafuta kuijua kweli. Pata maarifa ya kweli ili uweze kuishi kwa ushindi na ukatende mambo makubwa sana ambayo Mungu ndiyo anayotegemea sisi tuyafanye hapa duniani. Sisi ni watawala. Mwanzo 1:26 anasema akamuumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake wakatawale. Sasa huwezi kutawala kama hujui, huna maarifa. Hujui ufanye nini au uguse wapi au ushike wapi kitu kitokee. Hujui, huwezi kutawala, badala yake utatawaliwa. Ndio ile Mhubiri anasema nikaangalia duniani nikaona watumwa wamepanda farasi, lakini wafalme ambaye ni wewe na mimi tunatembea kwa miguu kama watumwa. Kwa sababu gani? Ni maarifa. Mungu akusaidie na kuombea uweze kutoka, ugeuzwe, ufanywe upya nia yako ili uweze kujua. Unaona, ugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, muweze kujua hakika. Yaani wewe unajua kabisa this is it. Uweze kujua, ufahamu hakika mapenzi ya Mungu kwamba ni nini unachotakiwa ukifanye.
Mapenzi ya Mungu unayajua? Wewe uko sasa hivi unajua umeletwa kwa ajili ya kufanya nini? Unajua mapenzi ya Mungu ili uweze kuishi maisha ya kumpendeza na ule ukamilifu. You have to live to the fullest. Je, unatumika inavyotakiwa? Na hapo unapotumika ni sawa? Ndio kwenye mapenzi ya Mungu? Mungu akusaidie. Kusaidie kabisa, na Roho Mtakatifu akuongoze, akutafakarishe neno hili lilokujia kwa wakati, likakufai na likakubadilishe kwa utukufu wa Mungu. Asante Bwana Yesu kwa neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amelisikia na kulipokea. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na kiongozi, ninakusihi kwa huruma zako ukamfundishe, ukamuongoze katika kweli yako, aweze kuzijua siri za mbinguni, maana wewe umesema sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Basi ukatufunulie siri zako tuweze kuzijua, kuishi katika ule ukamilifu uliokusudia, tuweze kutenda mambo makuu sawa sana. Neno lako linasema wale wanaomjua Mungu watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Naweka haya yote mikononi mwako. Damu ya Yesu yenye ushindi na inanena mema, katunenee mema kwa sifa na utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.